Kulinda kura kuna namna tofauti ya kulinda kura. Sasa tutalindaje kura? Tutakuja kuambiana baada ya baada ya ushindi. Sasa mnakwenda kushiriki, mmejiridhisha na mnauamini mfumo uliopo hivi sasa usimamizi wa uchaguzi? Ikiwa maana kwamba hautowakandamiza. Tunaongea ukweli. Toka mwaka 95 uchaguzi wa kwanza, Mrema alitoa maoni yake ya kwamba mifumo imemkandamiza. Tukija mwaka 2000 hivyo hivyo, 2005 hivyo hivyo, 2015 hivyo hivyo, 2020 hivyo hivyo. Sasa tunaumia vya kutosha na hatuwezi kususia. Na tunajua siasa ni madaraka. Je, hatuna tekniki za ziada katika kuweza kushiriki? Lazima tuna tekniki za ziada. Kwa maana ukisusa ndio unazidi kukandamizwa zaidi. Bora uende uhamasisha wananchi, alafu tuende kwa pamoja. Alafu tuone kama kuna mgombea wetu ambaye atashinda, alafu hata tangazwa. Sasa hizi mikakati mingine, maana kama tuna kamati za ushindi, zile kamati za ushindi zina mikakati yake. Sasa zile mikakati uwezo ukaziweka on air, sababu pia vile vyama vingine vipo vinasikiliza. Lakini siku tukishinda, tutakuja hapa nitakwambia bwana Richard, tulitumia mikakati A, mikakati B, ndio maana huko hapa. Lakini nyie mnaridhika kwamba kufanyike mabadiliko katika mfumo wa usimamizi uchaguzi? Mabadiliko tunayahitaji. Chama chetu kilipiga kelele katika mabadiliko ya tume. Unajua ilikuwa inaitwa tume ya uchaguzi. Baadaye ikaja ikaitwa tume huru ya uchaguzi. Sasa sisi tukawa tunashangaa. Ndio maana katibu mkuu wetu Ado Shaibu akawa anashangaa na yeye pia kwamba inawezekanaje hii tume huru ya uchaguzi haijapitia mchakato wa kuwapata watendaji wake. Sasa hii inakuwa sio tume huru ya uchaguzi tena. Inakuwa ni ile lakini imebadilishwa tu jina huru. Lakini watendaji ni wale. Ndio. Okay, kuna scenario moja. Baada ya ACT Wazalendo Zanzibar, Maalim Seif kwa makamu wa kwanza rais, kaja kuondoka sasa hivi ni Osman Masudi Osman. Kumekuwa na taswira na the way ambavyo ACT inaonekana nyinyi kukosoa vitu kwa mfumo wa taratibu. Kumekuwa na mfumo wa wananchi wanao wakiwachukulia ACT Wazalendo ni tawi la CCM ambalo lipo kwa ajili ya kuzoofisha vyama vya upinzani. Hii kauli katibu ina ukweli gani ndani yake? Sasa labda niweke wazi, na ninashukuru umenipatia fursa ya kuelezea. Ngoja nianze na mfano mmoja. Ukiwa kwenye jamii ya watu na watu wakawa wanaongea, tunasema sio neno nzuri kutumia, umbea, si ndio? Sasa ule umbea hebu utoe upeleke kwenye jukwaa la siasa, haui umbea tena, unakuwa ni propaganda. Kwa maana hiyo ni kwamba vyama hivi pia unakuta havipendani, sababu chama hichi kinaona hichi kinakuwa, hichi kinakuja kwa kasi, hichi kimeanza 2014 kama sisi kinakuwa kwa kasi kutuzidi sisi, kwa propaganda zitakuwepo. Sasa ili kukidhibitishia hilo ya kwamba sisi sio CCMB, cha kwanza kabisa kumbuka Maalim Seif Sharif Hamad kipindi yupo kafu, wote tunaamini ya kwamba dola ndio iliyofarakanisha au iliyokuwa inapendeza na ule mgogoro wa kafu wa CUF. Na Maalim alivyotoka CUF mwenyewe anasema, anakiri kabisa, alitafuta vyama mbalimbali ili yeye na kundi lake waweze kujiunga. Bahati nzuri akawa amekuja kwetu ACT Wazalendo. Kwa sasa na mimi na wa challenge ya kwamba kwa Maalim Seif ambapo anaamini ya kwamba dola ndio ilifarakanisha kafu, alafu leo hii amekuja kujiunga na ACT Wazalendo. Kwa hiyo inamaanisha ya kwamba ile dola si ni ya CCM. Kwa sasa sisi tukitoa CCMB, Maalim Seif alikuwa sasa ameenda wapi? Ameenda kule ambapo sehemu ambayo imemfarakanisha. Unje kugundua kwamba hapana. Hizi ni propaganda za kisiasa. Kwa sasa tuziache kama jinsi zilivyo, na zipo zina faida yake na zina hasara yake. Hali ya demokrasia nchini iko rafiki kwa ninyi vyama vya siasa kufanya yale ambayo mnatakiwa kufanya hapa nchini, au kuna mfumo ambao bado unakandamiza na ungetamani kuona ukibadilika? Hali ya demokrasia sio rafiki. Ndio maana tumekuja na program ya Linda
demokrasia. Sababu ya kwanza, kura haina thamani. Yani kura ya Mtanzania haina thamani. Kwa sasa sisi, kwa sababu tumeapa kuileta nchi kwenye misingi yake, na tumesema ya kwamba hataki tu kuwa chama kikuu cha upinzani, tunataka kushika dola. Kwa lazima tuanze na kuelimisha wananchi ya kwamba lazima wailinde demokrasia ya nchi yao. Lazima kura yao iwe na thamani. Lazima uhuru wao wa maoni usikilizwe. Lazima haki za raia zipewe kipaumbele. Kwa hiyo ndio misingi ambayo nyinyi mnaiangalia. Ndio. Sawa sawa. Ndugu yangu Georges Walongoi Nguzo Moja, yeye anasema ametuma ni maswali